Kwa nini uteseke na magonjwa wakati umeokoka? Je, umewahi kujiuliza, nimeokoka, nampenda Mungu wa kweli, natimiza mapenzi yake yote, tena kwa uaminifu, lakini bado nateseka na magonjwa haya makubwa: kansa, kisukari, presha, kuvuja damu bila ukomo kila wakati na maumivu makali? Jibu lako liko hapa. Ni kwa sababu wewe unabeba majina matatu. Una jina lako, la baba yako, na jina linalobeba ukoo wote. Na kwa nini usijiulize, wakati pia Yesu amekuja alibadilisha wanafunzi wake majina, wote aliobadilisha majina. Na kwa nini pia katika Mwanzo 12:1 pale Muumba anamwahidi Ibrahimu kulikuza jina lake akiwa anaitwa Abraham. Mwanzo 17:5 Abrahamu anabadilishwa jina kutoka jina la Abraham na kuitwa Ibrahim, na mke wake kutoka jina la Sarai akaitwa Sara. Kuna sababu. Wewe hayo unayopitia issue ni majina. Katika Ezekieli 18:2 sauti inasema hivi: mababa wamekula mizabibu mibichi ganzi, watoto wametiwa ganzi ya nini? Ya meno. Yaani aliyekula mzabibu mibichi ni baba yako, ila wewe mtoto ndio unasikia ganzi ya meno. Na katika Kutoka 20:5 inasema nawapatilizia wana uovu wa baba zao kwa wale wanichukiao, kizazi cha 3 mpaka kizazi cha 4. Na pia hujaifundishwa maneno haya matatu: roho, nafsi na mwili. Roho, nafsi na mwili. Ukiwa na hivi huwezi kuwa salama. Hata ungeokoka vipi, hata ufunge na kuomba, utaishia kusikia matatizo. Na ndio maana kwenye Zaburi nasema mateso ya mwenye haki ni mengi. Kwa nini? Hakuwahi kufundishwa habari ya wokovu wa roho, wokovu wa nafsi na ukombozi wa mwili. Kwa hiyo roho na nafsi hivi ndio vilikuwa vinaokoka. Ukisoma katika Mwanzo 32:30 inasema hivi: Yakobo akapaita mahali pa Nueli, akaonana Mungu uso kwa uso, na nafsi yake ikaokoka. Kwa kama uliokoka roho na nafsi pia inatakiwa iokoke, kwa sababu nafsi ndio inabeba akili, hisia, hiari na matamanio. Nafsi ndio inabeba uchungu, ndio inabeba kuugua. Yale magonjwa yote ambayo yamekaa kwenye mwili, maumivu yake unasikia kwenye nafsi. Ila leo nakuletea habari njema. Katika Isaya 35:10 inasema huzuni na kuugua vitakukimbia. Na Warumi 8:23 inasema tulio na malimbuko ya roho tunaugua katika nafsi zetu, tukitazamia ukombozi wa nini? Wa mwili. Kwa hiyo kuna wokovu na ukombozi. Kwa issue ilikuwa ni ukombozi. Kwa leo nakuletea ukombozi. Kama waliokuambia kwamba, kama uliwahi kuambiwa hospitalini na madaktari, aidha kwa waganga, umeombewa sana bado hujapona, ndugu yangu nikwambie, kama wewe unapitia kisukari, kansa, unavuja damu kila wakati, una stroke au uliye paralyze, tafadhali nitafute kwa namba hizi 0791913992. Nipigie au nitumie message tuweze kuomba pamoja, kwa sababu sibahatishi, ninaelewa ninachokifanya. Ukikaa kwenye kituo cha roho, nafsi na mwili, sio rahisi wewe ukapona. Katika Wakorintho wa pili 7:1 inasema jitakaseni uchafu wenu wa nafsi, roho na mwili. Sasa kama vilikuwa vinavuta uchafu, isingekuwa rahisi wewe ukajisikia amani. Ninamshukuru sana aliyeumba, kwa sababu ninafahamu haya magonjwa yanakaa wapi. Si bahatishi. Tafadhali nipigie, nitumie message, tuombe pamoja. Hauko peke yako. Karibu sana.